kuna kitu leo nimeona nikizungumze kinaitwa shamata. Shamatatun katika lugha ya Kiarabu. Shamata ni nini? Shamata ni ile hali ya mtu kufurahi kwa tatizo lilompata mwenziwe. Watu sisi tumeumbwa, tunaishi katika maisha yetu haya, sometime unakumbana na matatizo. Sasa inachotakiwa mwenzio akishapata matatizo, wewe umhurumie, umsikitikie, uwe naye katika kipindi kigumu kama kile. Kwa kupatwa na msiba au kupotelewa au ili mradi tu mwanadamu unaamka siku una furaha, kuna siku una huzuni. Sasa tunatakiwa sisi tushirikiane katika hizi huzuni zinazopata, hususan Waislamu. Lakini kwa bahati mbaya sana sasa hivi watu tumegawanyika. Nadhani kwa kutopendana kikweli kweli inapelekea mwenzio ameamka amekumbana na mtihani, badala ya wewe kushirikiana naye kwa huzuni na kuhakikisha namna gani mfanye ili mtihani ule umuondoke, badala yake unakuwa upande wa pili unaanza sasa kufurahi kusema nilijua yatamkuta. Unacheza na sisi nilijua. Na hayo tunayaona, na ndio maana tunayasema kwa sababu yalisemwa. Kwa hiyo ni tabia mbaya ile, inaitwa shamata. Hata Nabii Allah Harun alimwambia kakake Nabii Allah Musa alayhi salam, la tushmit biyal aada, usifurahikie yani usiwatie nguvu hawa maadui kwa hiki unachonifanya mbele za hawa, watafurahi. Ile inaitwa shamata. Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anasema hapa katika hadithi hii aliyoipokea Wathila, huyu anaitwa Wathila Ibnul Asqai radhiyallahu anhu, mmoja katika sahaba zake. Anasema Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anasema maneno haya, la tudhhiri shamatata li akhika, la tudhhiri shamatata li akhika, usidhihirishe furaha yako kwa msiba uliompata ndugu yako. Usidhihirishe, usifurahie tatizo lilompata ndugu yako, ukasikia akafungwa kusema shabash, goodbye. Usiseme mambo hayo, wewe sikitika naye, kwa sababu hasara yake ni nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumza, anasema fayarhamahullahu wa yabtalika, kwa kudhihirisha kwako furaha kwa msiba uliompata ndugu yako, Mungu atamhurumia na atamrehemu yeye, kisha tatizo lile lile litakupata wewe. Kwa moja katika njia za kuondosha matatizo ni kushirikiana na ndugu zetu katika matatizo yao, na wala sio kukaa kando na kuwacheka na kufurahikia matatizo yao. Ndugu yangu kipenzi, nakupenda sana na najua na wewe unanipenda sana. Hebu sasa tuwe sisi ni mabalozi wazuri wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam katika kuelezea Uislamu huu. Haitakiwi na haifai kudhihirisha na kufurahikia ndugu zetu pale wanapopatwa na matatizo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahidi, mfano wa waumini katika kuhurumiana, kusikitikiana na kupendana kwao sawa sawa na mwili mmoja. Kwani mwili ukoje? Kwa sababu mwili idha shtaka minhu udhun tadaa sairul jasad bil humma wa sahar, kitakaposhitaki kiungo kimoja katika mwili wetu sisi kwa kuumwa, basi mwili wote ushirikiana na usikitikiana na ushiriki pamoja katika maumivu ya kile kiungo. Kuna siku unaamka unaumwa kidole, lakini unapata homa, kidole tu ndio kinachouma, unakosa usingizi. Hali hiyo ndo aloitaka Mtume sallallahu alaihi wasallam tuwe nayo sisi wafuasi wake katika maisha yetu ya kila siku, hususan ya kijamii. La tudhhiri shamatata li akhika, ndugu yangu nakukumbusha usifurahi kwa msiba uliompata ndugu yako. Kwa nini? Fayarhamahullahu yabtalika, matokeo yake Mungu atamhurumia yeye, atamvua, na wewe sasa utaingia katika matatizo hayo. Allahumma ya awwal al-awwalin
wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwati al-matin wa ya rahim al-masakin wa ya arhamar rahimin wa ya salamu sallimna wal muslimin bijahi imamil mursalin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.